Karibu tena. Tungali tunaendelea na utenzi wetu, utenzi wa al-inkishafi. Na kwenye utenzi huu tulikuwa tumeangalia baadhi tu ya vianzio vinavyotuelekeza katika utenzi na katika kuelewa utenzi wetu. Hivi leo tunataka kuangalia miswada, baadhi ya miswada ya inkishafi. Na inasemekana kwamba huu ndio utenzi, baadhi ya tenzi ambazo zimeweza kufanyiwa tafiti nyingi sana na wanazuoni ama wale wasomi wa kifasihi. Kwa hivyo leo hii tunaangalia miswada au hapa tunasema tu baadhi ya nukuu ambazo zimeweza kutolewa kwa utenzi huu wa inkishafi. Inasemekana kutokana na ubora wake au umashuhuri wake, nukuu nyingi zimeweza kutolewa kuhusiana na utenzi wa al-inkishafi. Kwa hivyo kuna madai kwamba inkishafi ulitokana na tungo za awali za Kal Shair al-Muhdar ama shairi la Muhdar, mtunzi ambaye inaaminika kwamba alitokea kwenye ukoo wa Said Abdallah, na ikumbukwe kwamba Said Abdallah, Said Ali bin Nasir ambaye ni mtunzi wa utenzi huu, wote inasemekana kwamba walitoka katika nasaba moja. Kwa hivyo madai yanatokana na kipengele cha maudhui kwamba baadhi ya maudhui ambayo yanaibuka na toni ambayo inaibuliwa kwenye baadhi ya beti zikifanyiwa ulinganisho, kuna kipengele fulani cha mfanano, na ndio maana wanaelekea kusema kwamba inkishafi ulitokana na tungo za awali. Alafu pia kuna kipengele cha muktadha ambacho kinaelekea kufanana katika tungo hizi. Na muktadha ambamo utenzi huu umejikita utapata ni ule muktadha wa kiimani, na imani hii ni imani ya Kiislamu, na pamoja na kuanguka kwa miji ya pwani ama ile anguko la miji ya kale ya Waswahili. Tukianza na ile nukuu ya kwanza, utapata kwamba kwenye nukuu ya kwanza. Kwa hivyo tukiangalia kwenye nukuu ya kwanza, tunamwangalia huyu mwandishi ambaye anaitwa Hitchens, mtafiti kwa jina la Hitchens mnamo mwaka 1972, ambaye anahoji mifanano ya tungo na dhamira katika tungo nyingi wakati ambamo utenzi huu wa inkishafi ulikuwa unatolewa. Kwa hivyo Hitchens mwaka 1972 anahoji mifanano ya tungo na dhamira katika tungo nyingi za wakati ule, na anahoji akisema kwamba nyingi ya tungo ambazo zilitolewa wakati ule zilikuja baada ya inkishafi. Kwa hivyo hii inakuja ikiwa mswada wa nukuu ya kwanza au mswada wa kwanza wa inkishafi. Kisha nakala ya awali ya inkishafi inapeleka mizizi yake mnamo mwaka 1853 kama anavyo tafiti nani Hitchens mnamo mwaka wa 1972. Na kama alivyotafiti Hitchens mwaka 1972, anasema kwamba baadhi ya miswada mingi inapatikana katika milki ya Said Mansab, ambaye alihusiana kinasaba na mtunzi wetu ama mtunzi wa utenzi wa inkishafi. Tukitoka pale tukiangalia baadhi tu ya nukuu nyingine, labda kuwataja tu, kuna Taylor mnamo mwaka 1915, kuna Allen mwaka 1945, na kuna Shitemi wa mwaka wa 1997, ambaye anatafiti na kugundua swala fulani hapa. Anagundua swala ambalo kwa watafiti au wasomi huwa tunasema ni mwiko, kuiba ama kunukuu kazi ya mwenzake bila kuitolea shukrani kazi yenyewe ile. Kwa hivyo Shitemi anagundua kwamba Hitchens aliiba mswada wa Mbarak Hinawi ambao aliomba kutafutiwa mchapishaji
badala yake Hitchens akautoa kwa jina lake. Kwa hivyo hichi ni kipengele kikuu ambacho Shitemi anagundua katika utafiti wake kwamba Mubarak Hinawi ndiye anayehusiana kamili na utafiti ambao unatolewa na Hitchens, kwamba Hitchens aliiba ule mswada ambao Mubarak Hinawi alikuwa amemuomba kumtafutia mchapishaji, na badala yake Hitchens akaamua kuutolesha, tuseme kwamba kwa jina lake, na hilo ni kosa ama wizi wa mswada. Kisha kuna Harris mwaka 1962 na kuna Jihadin mwaka 1975, na hili ni toleo la kipekee ambalo lilikuwa toleo kwa ajili ya wasomi wa kigeni ambao walikuwa wanataalumia Kiswahili ama wakisomea Kiswahili. Kwa hivyo Jihadin mwaka 1975 anatoa toleo lake ikiwa kwa ajili ya wale wasomi wa Kiswahili. Kisha kuna Napat mwaka 1979 ambaye alitokea kukosoa matokeo yaliyotangulia, na katika utafiti wake yeye aliteua tu zile beti ambazo alikuwa na haja nazo kwenye utenzi wa Al-Inkishafi. Kwa hivyo utafiti wake huu au nakala yake hii si kamili, kwani yeye aliegema tu katika beti ambazo alikuwa na haja nazo ama zile ambazo alikuwa anazitolea ufafanuzi au ambazo zilikuwa na malengo naye. Kisha kuna Mlamali mwaka 1980. Huyo alitolesha nakala yake kwa wasomi wa kawaida wa Uswahilini, kwa wale wasomi tu wa kawaida. Kisha kuna tasnifu nyingi ambazo zinaendelea kutolewa katika miktadha mbalimbali katika vyuo vikuu mbalimbali duniani ambavyo vinaendelea kuchambua utenzi wa Al-Inkishafi pamoja na wale wasomi wa uzamili na uzamifu kuhusu inkishafi. Kwa hivyo kutokana na wingi huu wa tafiti, ni ukweli kwamba utenzi wa Al-Inkishafi ni mashuhuri katika historia ya fasihi na umuhimu sana katika utunzi wa mashairi na kukuza tafiti mbalimbali. Kwa hivyo utenzi huu, licha ya kwamba tutakuwa tunaangalia mijadala yake, tutakuwa tunaangalia baadhi ya beti, masuala makuu, namna ambavyo mjadala unaibuliwa kuhusiana na mazingira ambamo utenzi huu unatolewa kwa wasomi wa kifasihi. Kwa hivyo endelea kuwa hapo, tutakuwa tunaangalia yale mengine katika matoleo mengine yajayo.